mtazamaji wa Afronema. Kwa siku ya leo tuko hapa, tuko na vijana wetu hapa. Tunatakiwa kwanza tuwajue kwa majina. Kwa majina anaitwa Foxy Wanaman aka Big Star. Sio naitwa Nei Amar from Georgia. You can call me King Sango or KB. Kijana hii naitwa Bibi. Bibi Songonepa. yeah. Hivi King Sango, we na name Jux, mnajishughulisha na vitu gani? I'm a solo player. Ndio mpira, ni mchezaji wa mpira. I take pictures, I do video stuff, I do vlogs. Ndio wewe naona jishughulisha na vitu gani? Kama hizo ulizoongea hapo, Neymar, so umeelewa. I'm a football player, and then I'm a content creator on the internet, fire reaction video, YouTube, web. So yeah. Na kipi kilichomfanya like mwanzo hiyo ya content creator, follow hiyo ndio ya Swali yangu nyote wawili. Kusema kwanza kushika picha hadi nilipenda tu sana niliona shuleni na hivi sababu nilipenda tu kwanza kushika mapicha, so vile ndio tulikuwa tunasomea, tunazidi kusomea na ndio nilipenda create videos, content or ya ndio nasema maki hivi ndio nilipenda. Hivi nani mwenyewe ushawishi zaidi sana kuingia kwenye video? I mean, YouTuber, more YouTuber anaitwa Kwan, mwingine anaitwa Nancy Soko. Nilikuwa naangalia kila mara, nilikuwa nataka ndo vitu wanatumika. Sasa mimi nitamani nitumie sababu na mimi kama kwa Wewe kwa nini ni kipi kilichofanya uanze vitu vya kuingia YouTube kushika na content creator? Well, let me show you the picture. Just part of YouTube, you know, man. Gosh. As you know, me besides playing Peter, that's my basically thing. I just busy something with just Peter. So it was one day I was just chilling on my bed and tunafahamiana tu kitambo sana ushikaji bwana hii. And then alikuwa shopping na shafanya sijui video mbili tatu and then he called me. He was like, "You wanna be in my YouTube video?" I'm like, "Shit, sure, what's up?" I just said, "Wow." And then the first video I think was me, Matthias, he's not here with that. And we did that video and we blow up and get in the fight from other depends and that chemistry started there. So since then we started doing video. So that was it. And people was happy, not me. So Dean was being crazy. Yo, why you do? Because that video type we was doing, we're gonna wait those like we give what we feel like maybe Joe. And then you know some bad negative comedy from and some good ones. Like why you give me 5 this or this, which is like we just make them mistakes just for fun. It's not really that big to take that shit just for fun. You beautiful, but just the picture you didn't come up the way we expected or the way we do it. So basically that's how I started doing YouTube videos. I think picture photography. Na hiyo like kuwapatia wanawake mamazi like unapitia changamoto gani hapo kwa like haupati zile zote stories za watu sisi wewe hivi na hivi picha yangu hivi na mwache kutumikisha picha zangu haupati zote? Yeah, it happened twice. Kuna moja kwamba rafiki yake kuliweka and she didn't like it. She spread my DMs, go crazy. And I had to explain to her like, nah, this is not all that, chill out. Cause he was out of state that day. He called me like, hey, this girl like crying and shit. Like, I'm like, what happened? And I checked on the request message. I saw the girl like paragraph. I'm like, oh hell no, I ain't ready all this shit. You know what I mean? So
I just had to make it short. I was like, hey, chill out, it's not that deep, so don't take it that serious. Sure. And then to make it more cool, I was like, we can put your video, your picture next time. We can use you. She was like, no, I don't want to. So I convinced her, and then she ended up doing like kwenye video. Next one, boyfriend, you are going on a week, go crazy on us. You rate the video was like already a week, and the boyfriend I think called him again, and the kids are like, hey, delete that video and stuff like that. And they called me. I'm like, who's that dude? They're like, they're from Texas. So I'm not allowed to say the name, but they do call me like, delete the video in 5 minutes, or you want to see what happens. I'm like, 5 minutes, this bad, bro. Do something. And I hang up the call. So we don't take that deep serious. We just do it for fun and entertain people. That's really it. Kuna mtu ambaye amefika hapa sasa, tunatakiwa kumtambua kwa majina yake. Tunasikia ni mkuu wao. Anaitwa nani? Kwa majina naitwa Kiz au kitabu naweza kaniita Mo kama jina bwana hapa kimpia zaidi. Yeah. Mbele alituambia wewe ndo last born wao. Mtoto wao mwisho. Hawezi kuwa tunamwacha. Au unatoa watoto. Hata ni wapi heshima basi. Watoto unawapa cheo. Watambe. Sasa Kizi, unajishughulisha na nini sasa? Kimaisha, wachana Chochote, vyote unajishughulisha tu na nini? Kama bibi. Una bibi. Kazi. Na familia yangu yote. Ndio unajishughulisha nani? Mambo ya kubeti ndio yako. Nimesoma mpira pia, nacheza mpira. Hivi nani mwenye kushawishi mpaka kwa kubeti sana? Jana. Utakutana watu. Nasikia mimi nimepiga 1000. Unaomba kujaribu Tena na take risk. Naomba nasibu so kujaribu. Na kwenye beti yako umeshafaidika kama kiasi gani? Naanza beti zamani lakini shawahi tu. Like 22 tu. After na hiyo yani nilifanya beti yangu nikakosa kama mtu mmoja kama kuchezaga. Yani kama unibishia yani kunituliza roho kufresh 22 tu. Kwani mswadi Na unaendelea kubeti. Awali kama unapoteza pesa nyingi sana. Kwa sababu ni mchezo ambao unafanya win na ya win mwenye betting yake, so na mimi win one day inshallah. Sasa haujawaza kukitu fulani. Ukiona ukipiga leo unaliwa, ukipiga kesho unaliwa, ukipiga siku nyingine unaliwa. Kizuri ambacho nafanyaga ambao tuseme siku yangu ambao nakaa naenda bet kwa weekend, kisha kazi huwa nafanya kazi kwa sababu najua nikianza bet kwa kazi sio bila kufanya kazi. Ndio kwa kazi na kufunga beti yangu au unaweza ukaweka na zao kwenye gari kutafikia kusimama kwa beti. Takutana kidogo kidogo weekend kesho sababu sipo mbona kulia na beti sawa hata ukiingia sababu tunandana. Turudi sasa kwa masango sasa. Hivi kwenye kazi yako na kuna ndoto gani na kazi yako? Ndoto ipo. Sawa vile kitu na ndoto kama. Nataka niwe big YouTuber. Na utafanyaje uko ndani ya video? Drop more views. Wapa views. Na kuna mradi wowote unaendelea kushiriki au kwa mashabiki zako? Kuna vitu vingi vinakuja. Unafanya video za aina gani? It's like life vlogs, makeup vlogs, challenge, pranks, rating, 1 to 10, smash a pass. Ndo nataka kuona zangu.
Sasa ni changamoto gani unazozipitia kwa kufanya hivyo? Sometimes nani inaweza kuwa ni video idea. Sababu ile video ndio tena viral. Wala ile watu watachukulia vizuri. Wakati mwingine watapitia sana. Wala kupata video idea. Na unajipangaje kukabiliana na changamoto za hizo? Changamoto hawezi kuzizuia au unajikaza hivyo hivyo tu, tuseme kuna shida. Changamoto kazi ni kawaida. Hivi familia yako na kuruhusu ufanye vitu ambavyo unafanya? Ndio, familia yangu inaruhusu. Na kuna video zingine natumia na familia yangu. Na hivi miaka mitano ijayo unajiona nikiendelea hivi mbali sana. Hivi nyote watatu mnatumika kazi pamoja? Ndio. Nyote watatu. Kwa wanne. Unakosa mmoja. Na mnajipangaje katika kazi zenu? Zetu kama Kazi ya YouTube. Tunajipanga tu kwa sababu tunatumia wakati ndio hatuna na kazi, kwa sababu tunatumia kazi, so hii sio kazi zetu, ndio tunatumia kazi nyingi. Tunatumia like on weekend, tunapanga sawa tu. Kwa wenzangu hapa sisi wanapangaje? Pele kwa kitarajiwe naona mnajipangaje? Skip kwa sasa. Sisi tunaanza na Last one hapo okay. Last one si ndio mwisho. Hapo kujipanga ni a big challenge, you know. Like animation that's your feet sana. We got stuff to do na kazi kufanya na kujipanga hapo ni kwamba just be consistent, do more video, just make people happy. So I think what we're gonna put out there is it was a time that we was coming blow up and then like a little bit so we had season the computer trust so for kuna time kabisa hapo hapo consistent tunafuatilia because we can like a little bit so we have to so that kama challenge lakini mpango is drop more video problem na muziki kama utoe muziki watu unapotea lakini uko unatoa muziki consistent namba zinaongea sio utakuwa mchache na hivi unawezaje kupanga muda wako like ni muda mpira au kufanya like video na au kwenda kazini na unapangaje? About time is not a challenge kama isa video do weekends so weekends like Friday night most of us Friday night we can get time to do video side look after practice ideas there. Kama kuna idea watu wanakuza vichwa hapo idea hivi tunapendea watu so weekend most of the time work like when shit turudi kwa lastiboli wetu sasa. Na wewe ni challenge gani unazofikia? Kwa YouTube kisha kwa watu like kusema YouTube kwa watu wengi kama ni blogs kama videos, yani idea zao ni nyingi sana. So unaweza kuwa kuna yani challenge yenyewe inataka kutengeneza vitu kwa idea. Tunafanya vitu ambavyo ndio tunafanya kitu sometimes kwa tunatumia interest in kufikia kwa au inashakuwa ni tofauti. Ndio challenge hiyo kufikiria hapo kwa tofauti na na ile challenge kubwa ndio kisha toa kitu kama hapo tunafanya kuwezi ni kwa watu au watu wao ndio tunaweka mahali kia watu wao sana ndio wanapata changamoto ya wanapata pia mambo wanapitisha tishia hivyo
Nasema wanafonea. Sababu picha Instagram kapost watu waone. Sasa unapostije mtu wake sasa wewe mtu kama kupostiwa tuseme kuna kitu njoo katika njia fasaha kwamba mtu akuelewe bwana sorry kama nimeteleza hapa next time utatokea sasa unakuja bodyguard hivi wewe futa kwa YouTube kuna sana comment wewe unaweza comment bana you file post watu like mtu fulani mtu jaribu kufikiria hata mwanamke unajua kwenye comment kajipostia nini unajua kwenye comment ndio msanii apakaza dia kutengeneza muziki mwingine wanaona wafanye msema hivi swali jaribu kufanya kitu fulani inakuwa hivyo sema wanakiapa invitation tutashicha sasa hizo picha ndio mnazireti mnawaomba au mnachukua? Okay. Wamoja kwa wanatuma wenyewe. Kimeta kwa sasa hatuna ule muda wa kumuuliza wewe ushangaa hapo sababu mtu sio mwenyewe unasikia. Wengine yani wengine wanasema wewe unataka wanajia unataka ndio hivyo yani hivyo wanaokia kwa huyo. Wengine kwa sababu unataka cha bunde hata mbrand. Tunafusha compliment hivyo na promote anaenda mjini tunasusa nini kama hujapenda sio kufanya vile sasa maandika unajua kudunia kwanza kizuri sio wao ni watu wao sasa wewe mfuate mtu wako malizana naye sasa mfuate sinde changamoto zinakuja kwa wale watu amkuwaomba sio kuomba you right picha iko kwenye IG mimi nikilike kwa hiyo umeniomba ni like au vipi so nikichukua picha yako kwenye video appreciate mtu wake sasa akimind mfuate mtu wako mwanangu ile video inanipiona picha yangu ni video fulani hivi na hivi sikupendeza next time kawaambie sijataka sasa wewe ukifuata mimi direct kwa mwanaume mwenzangu na kublock Napenda mtu akiachana sasa. Mwambie sasa mtu wako akufuate. Unataka mtu wa kike akifuata mwanaume iko bit different than mtu wa kike. Kwa mwanaume yaani unataka tufanye mwanangu na nibudu kwenye account yangu. Na napenda kuambia nini hao watu ambao wako na DM hawajibu. Napenda kuambia neno moja tu. Afrika kwenye vita wewe. Ndio hapoza. Kama sauli. Basi tumeenda stage ni madogo na vinya wewe. Kwa kutoka nje. Ndio hapoza jibia. Naweza kuambia tu watulie kitu cha kawaida. Wasifanye we do just for fun. Yeah. Wasikulie serious sana. Ni kitu gani kinachokupatia motivation ya kazi yako? It's just like tuseme ni Julius pale hapo. Yeah, that's the moment. Kwa sababu tunafanya mambo yetu like tunatumika kwa eti na nini. So tunatupa same motivation like tuendelee kufanya kitu ambacho tunafanya kwa sababu hatujafikia malengo ya sasa tunaona hapo tumefika sehemu bado tunajitafuta yani tunajitafuta kitu bado tunapambana maana hivi tunafanya kazi na tuna kazi nyingine yani mambo ni kazi tu so atafocus kwa jambo moja tunafocus to different nine number for so hii nyingine kazi so tunataka just want to be big. Yeah, trying to keep going. Ufike malengo yetu kama mtu yako vizuri. Yeah, swali mwenyewe. Hivi ni clear ungewashauri nini vijana ambao wanataka kufanikiwa kwenye YouTube na TikTok? YouTube na soka. Ndio kusema kwa sababu wao ni YouTube kwa YouTube. Yeah, Hata YouTube bado ina changamoto yake kwanza. Kupata ile watch time kupata idea yako, kutengeneza idea yako, na kuanza kuipa idea ambayo inaweza kufikisha. Lakini kuipush sasa kazi yako inakuwa changamoto. Lakini pia kama kipaji cha mpira unapata experience na work hard hivyo unaweza kuwa na kipaji, yani mtu akipaji ni mtu ambaye atajeta yani aoneshe, yani akipata tu mpira, yani mpira ukifia kwenye mguu yake utasema ya huyu jamaa
mwenyewe ana kipaji, yani hata posta hapo anasimama. Yaani inaonyesha mtu juu. Ule ndo anapaswa ajitume. Au hata apate experience, yani upate experience kwenye kitu fulani. Utaonekana kawaida utasema ya ule jamaa anajua kwa sababu shaka experience. So, lakini mtu akipata experience unataka kushauri kama akifanya na kipaji. So, jitume ndio hiyo. Kama unapenda mpira na ukupende pia, maana unaweza kupenda mpira. Hivi Sango, ni kitu gani ambacho ushawahi kupata faida kwenye mpira wako tangu unacheza? Kwenye mpira kwanza ni kitu ndio nataka kutumika, like nataka kucheza mpira sana. So faida ni ile tunacheza mechi ya mashabiki wanakushabikia, ndio faida yote hiyo. Ndio nasema mambo yangu sababu kujaribu kuachieve anything, pata kitu chochote kile kama zawadi watu wanapata. Hivi unahisi ni nini ndio maana upate hizo zawadi? Hakuna, ni kawaida. Hauwezi kuforce mtu akupatie zawadi au kupatie gift yoyote. So kama hivyo tukirudi sasa tena kwenye YouTube. Sasa nakabilianaje na zile comment chafu ndio akitupia comment chafu kwa kuhusu vitu ninavyofanya? Ni kawaida. Hauwezi kumwambia mtu a comment kwenye video yako vitu nzuri au vibaya. Kila mtu ana haki ya own opinion. So yote nachukulia ni kawaida kwa sababu kwa kazi hautapata na ni comment nzuri kitu ile ndio utakuwa mbaya na nzuri. Sasa zote tunachukulia tu kawaida. Kwanza zile mbaya zile ndio zinakupush zaidi. Tunakupatia nani more na hivi unajipangaje kukabiliana na YouTuber wengine? Kujikabiliana nao naweza sema tu wote ndio wanataka kutumia kazi na sisi wala na mie. You work man. Tuko free like on weekends you can do it. Hivi mapato unayopata kwenye YouTube yako na kuridhisha au bado? Unafanyaje kabisa mpaka ufikie hapa mapato ndio nimeshaanza kupata ya hapa nimeshakuwa pale kujituma tu. Do more videos. Like I said, sasa kwenye kundi yako ndio unafanya nayo kazi yote na unadhani nyote mnajituma kama unavyojituma wewe? Like kujituma kwenye kazi yenu kama unavyojituma kwenye kazi. Ndio, tunatuma zaidi sana. Hii kuna kazi ya kozi na moja. Na mawazo yapi ndio yapata mpaka kuanza shirikiana na wao wengine? About like that's like my brothers, my friend, yeah. So nilikuwa natumika peke yangu, niliona nikikuwa na like na team itakuwa more better to push to like to reach like high level, to go high level. So nikaona washughulishe wenzangu hapa tu na kukua changamoto yoyote waliokupa kwa wazo ngumu hapa wao. Niliopatia wazo wakafikiria kwa sababu hawachukua ghafla tu na utumike nao kazi hiyo pale fanya. Na makubaliano walipenda na walitaka kunisupport, so tukatumia kazi pamoja. Hivi mwishowe kuwa kwenye kazi sasa ukatokea tu ukaanza kubebana yenyewe dunia. Inatokea, lakini saa sio ile kubebana ni kama utani tu fulani. Natania. Na kwenye club yenu ndani huwa anafujo sana.
tuna watu kwa sababu tumeishi sana miaka yote tuko pamoja, ni tunaelewana, tunajuana, hatujagombana kitu tunaishi pamoja, tunazoeana, tunatania nini na nini. Lakini kuhusu mtu wa vurugu au jamani, wao jamaa kuna video nyingi nyingine hapo sasa wanapenda kuhama lakini wanashika tu. Unasikia like kusema like what happened today, kuilia nini? Wasikia. Kama kinyanguka wao yamejifunga hapa na chapa yake. This true. Ya tunacheka nini? Shule kwambie, mwenye vurugu hapa ni huyu. Kwa nini? Mimi namwambia hivi. Tusikae pamoja. Vile itakuwa kali. Unasikia huko? Sasa ni huyu anafuja. Ama kama kibao. Huyu anafuja sana. Kuna video kadhaa hivi mimi niko serious kwa focus. Shika. Para ningata kijibutu. Bro, video nyingi tunakaa katika utaona yani unaangalia video watu editing kazi sana. Huyu ndio sio okay hapa. Lakini hata mimi bado vitu wanazifuatilia sana. Wala Mwanzisha fujo kama hoja hapa. Hivyo si ni nini yani ndogo nini ndio maana anze tetea fujo. Wewe ndio unafujo. sio rafiki kidogo ya so unakuta kwenye vitu vya serious unakuta ndoki inatokea yani sema wote unasikia mtu wanaitana huko unajikuta tunacheka kuitana ya kawaida wewe chekaji ndio sasa sio chekaji tangazaji sasa inakuwa kama jingine ambacho tuna watu sio wote wengine kwa sababu mwenyewe mmoja mbaya kwa yani kama mwenyewe alikuwa hapa Jovin na ndo anakuwa ni mtu mpole sana. Yaani tuvupi sio mtu anatabia nzuri. Yeye ni mpole sana, mpole rasmi sana. mimi nikiwepo yani ndo kakeno mkubwa au ndo mwingine asiboni Ndio natoa ndo mwenyewe. yani huyu hapa Kaenda kuteka. anaona vitu vyake anataka kuwatekea mabomu. sasa ona sasa vitu vyake manuclear Ndio anakuwa mpole sana. Sio mtu sana. Kama wewe mwingine ni mpole kisha mpole vile na unafanya fujo. Yeye ndio mpole. Kila ula. That's good. hapo na rate wa Paul Jovic huyu anasikiliza kwa mbali huyu hapa tundu sana mimi hapa Ni tofauti gani uliouleta kwenye kutoka kwa YouTube yako ya zamani kuja kwenye YouTube yako hapa? Ila zamani sikuwa natumika Smash or Pass, wala sikuwa natumika rate my pictures or ile nilikuwa natumika ilikuwa vlog, challenge, that's it. Na umeona hivi ndio natumika kwa sasa, vimekuletea mafanikio kiasi gani? Hii ni kwa sababu tulikuwa kipindi video yetu ya kwanza. Tulikuwa watu watatu, alikuwa mimi, Mo, Neymar and Dog. So ile video jene ndio ilienda, nikaona hapa hata tuendelee kutumika hii na nini special pass. Sababu ilikuwa na mafanikio. Mpaka kufika sasa YouTube yenu ishaanza lipa au bado? Bado kabisa. Na mnajipangaje kutoa video mingi la mwaiji waende lipo kamerani? Next video I think it reach 4K subscribe. 4K. No. 4K watch time because like too close to reach 4K watch time. So if you reach like let's say like 10K views, I think that feel 4K. Na huwa mnafanya aje kupromote kazi zenu? Tuna share Instagram, tuna posti story Instagram, tuna posti ku WhatsApp status, Facebook,
Messenger. Sisi tuna sehemu mbalimbali. Hivi unapata changamoto gani ukimtumia mtu kitu alafu alafu tunatoa nini? Alafu tutukana. Unajisikiaje? Hiyo nilikuwa natumika zamani. Na kulikuwa watu wengi walikuwa wanasema tumechoka wapi. Hii video ile link tumechoka. Matusi mengi lakini naona hata tu niendelee kwa sababu nikaviacha. Nikaona nianze kupost kwenye day ku Instagram, Facebook na WhatsApp. Yeah, lakini nazidi kutumia wale watu ndio wanataka kunani support, yes. Wale ndio wanataka kusupport kazi yetu, vitu ndio tunatumika, nao wana share kwenye status zao. Na hivi unadhani ni kitu gani kitakupeleka haraka kufikia mafanikio yako nzuri? Ni kujituma tu. Drop more videos. Yeah. Ndio naweza sema. Na watu kusupport. Na watu kusupport, to watch. Yeah. Turudi kwa Last Born hapa. Na wewe hicho kitu cha kutukana Magisu uko na shisha mtu ni kisha kushakikuta sana. Tuzio ambacho kwa sababu yeye anaanzaga mwenyewe alikuwa tu mwanzo. Kama akamfahamu. Na hapo ndio watu ndio pale mchana ndio wewe. No, yeye akinitumia link, huyu alikuwa anafikiana, kijana hiki nitaelewa. Nataka niwache. Au kwa sababu kwa sababu nikamchana. Sababu nikamchana ndio yafikiana mchania nini. Na leo ambacho nilifanya so nitakupa link tena angalia hapo na mimi copy na copy sehemu ya hivyo na copy sehemu tofauti. Akisijawahi kutumia mtu eti na unakuta unaenda kwa sababu kuna simu yani na watu wote nyingi zinaingia maana utakikana na kitatizo sema ndo kujua kwenyewe huko ndio mtamba ndio kwa mizwa ndio mtu yake wengi Hivi ndio hapa kati ya soka na YouTube kipi kinakupa furaha zaidi? Uondo. Swali nzuri unauliza. Kwanza mimi kwamba kabla hata ya YouTube nilikuwa nacheza mpira. Kwa hiyo nikizalikio kufupiwa kwenye damu. Yaani ikimisi kama vile sijui muda mrefu kuna accident nilipata hapo ni miss yani ndio vile mwanangu nyewe mnanifunga tu hapa. Nikipata mwanya mimi naenda. So kifupi soka kwamba kaka ushakuwa fit huko kwenye uwanja unasikia kwa Siniwea! Ushipata hiyo. Mara ukifunga goli mimi na usiku. Wewe. Sasa wewe mdogo wewe unafahamu. Soka. Hapo soka. YouTube ni fresh nzuri yani slide DM wanakuja nini lakini kaka unamlava mtu kanzu unamvisha kanzu kabisa usiku nje. Wewe utaharibu mpira. Yaani wewe soka bwana. Hivi kwenye familia yenu ni wewe tu ambao unacheza mpira au kuna wengine? Ndugu wangu hapa na ball nayo. Ndugu wako. Na ball. Anagusagusa. Sasa kuna bola kugusagusa. Sasa watoto siku hizi wanagusagusa rampa nyingi. Hivi ushawahi kujinyakulia mke kwenye soka kabisa? Sio moja. Yaani sio mke kwa sababu hapo ugi correctly sikuji kwa karibia ndoa. Yaani ni mademdemu hao. Nilizaka hata ushawahi. ndio swali. Ndio swali. Na baki shibori mwenyewe hivi sana. Vipi wewe? Last Born ana zake naona. Sisi wachezaji wa mpira afu ukiangalia namba naocheza ni zaidi sana na niruhusu kufanya vitu udaku. Kwa hiyo mademu nafanya uchawi. Sio uchawi. Yaani sema inakuruhusu kufanya udaku. Ni kufurahisha mashabiki. Na unajua watoto wa kike, right? Wao wanaangalia vitu vingi katika mchezo wa mpira. Anaifunga goli na ule naye fanya yaani usengi. Unaona? Basi ukikuwa mfungaji
Yaani watu wa kike, ule ndo anavijua ule. Ule ndo. Yaani kuna mtu anacheza mechi nzima anacheza vizuri kabisa. Watu wanajua pia wanasema ya man of the match, lakini wao wanasema Alifunga. Yaani huyo ndo ndo anabeba timu huyo. Yaani ndo unafanya. Afu pili, unapiga makurusi sana, unampendaga huyo. Kwa hiyo wanapenda vitu kama hivyo watoto wa kike. Sasa lakini ukitoa tu kwa watoto wa kike ucheza mpira tu just like in general, mpira sio hivyo. Mpira ni discipline. Na kama nisha aliongea mwanzo, aliongea point, yani uko na upenda kwanza. Ukikuwa unapenda mpira utakupenda. Na unaweza kuwa na kipaji. Yaani wale watu wa vipaji kama tuseme sisi tu, unaweza kaamka leo na kuamua kwamba wanaenda kucheza mpira, naenda kugusa mpira sio kucheza. Yaani ukifika tu katokea wapi huyu? Tachi yake nzuri. Unaona? So tukirudi hapo kwa watoto wa kike, kujibu swali lako zaidi sana. Sio wewe unaelewa. Hivi kwenye ukula wako damu ambao uko na sema haujaribu tu yani ukutana tatizo yote ile kwa watoto wa watu damu. Wewe mtangazaji mkubwa. Unakula sio kwa watu. Watoto sasa una maana kwamba kwenye career yangu ya mpira sijawahi kukutana na tatizo nje wa uwanja au kwenye uwanja? Kutoka nje ya uwanja unajua unatoka uwanjani unasikia usiniwie. Ishawahi kumpoza hiyo uwanjani hivyo tukatoboa tukapigwa goli. Yaani unajifeel kwamba hii kitu imetokea kwa sababu yangu. Yaani nifanye ujinga kwa sababu sasa ukikuwa kwenye mpira consistency unabidi focus kwenye ball. Yaani ukiwaza mashabiki sana yani fear zinakuwa nyingi, yani unakuwa jiona wewe. So kifupi watoto wa kike wana support kwa njia fulani na wanaharibu. Nje ya pitch sija kupata excellent yoyote. Sema tu watoto wa kike yani mizozo wako wao. Kawaida. Hivi sirudi kwa last boy na. Sasa sio yake sasa. Na wewe huo njongondo na mwana kwenye kiwanja. Ndio sio mtu ambaye anacheza mpira kwa sauti za watu. Wanafunga na sauti ya ngoja tu na wazuri zangu. Wewe ndio mpira haraka. Ndio sio wako. Huyu kana point mimi. Nimefanya nini? Nauliza swali. Ndio sasa sauti ya wenzako nje na gani. Wewe mpira haraka unapata nyuma ile sio sauti ambazo unasikiaga na kocha hivi ingia hivi. Lakini sauti ya unike tu usimuie bro. Ndio hata nimefunga goli wewe usimuie na wewe. Hayo masauti ya kawaida sana. Nishaacha kwanza hayo mambo. Tushazoea tuacha hao ambao wanafanya mdako katikati. Huyu alikuwa maswali. Wewe unacheza mpira? Si unaonaga? Basi Nataka niongee hapa. Funguke tu sisi. Wewe funguka tu baba. Kuna feeling bwana. Tunakia kwambia, afu cheki msabu wangu. Wewe cheki. Tunashukuru watu walikuwa na game mosi. Sawa. Kwa mimi ni mtu ambaye sijui kwa nini kama ndio mchao wenyewe mimi napendaga nianze nje. Totals. Sasa kipindi mimi naingia au jamaa kama akizaa kama naye alikuwa hivi. Sasa hivi usikia huko mtoto ameingia. Ameingia wala ndo mwenyewe jamaa akiakia na mimi na hiyo ilikuwa excellent. kama unaona hivi kama kawaida nishazoea ndio Anataka tukocha wao. waache kasema fresh. Anza tuone. Sikia hapo mlima kidogo. Yeye alianza nje. Mtoto kiki, akanishangilia mbumbwenu nikacheki. Nikasema hamna kitu hapa. Kuna mechi fulani hivi, yani mwanzo season hivi. Yaani mimi naanza mechi nyingi naanza. Sasa niko na mechi zinashiviwa nini? Kocha shanza panga line up. Mimi nikasepa. Nikaenda kushiviwa huko. Sasa nilivyoenda nikarudi, wachezaji wananuna. Wewe umechukua nani? Star vipi? Yaani kocha anapanga hapa wewe umechomoka. Timu hii.
fresh, hamna shida basi. Nimesusa. Maana alikuwa alikuwa dogo fulani hivi. Alikuwa anaumia lakini kwa sababu mimi niliweka matambwanja dogo akaanza. Nikasikia dogo akaumia. Nikasema hapa sasa. Kocha kaangalia, ananiangalia kama vile hataki. Kaambia oya, Absheni ndo mimi hapa. Mimi niweke. Akaniambia wewe chemsha. Nilisimama. Mpira ulisimama dakika 5. Watu wanashangilia. Oya! Oya! Zote utaingia. Yaani Neymar. Wanaume wanashangilia. no. Wewe vipi wewe? Wanaume vile kama toto wa kike. Wanaume vile. Kwani wewe mnao wanaume wanashangilia? Wewe Wanaume sio vitu vyao. Unasaidia nini? Unanisaidia. Unafanya hayo unakuja. Sasa hapo mpira ndio unanisaidia nini? Unaongezea nini? Mambo ya totos to totos. Wewe mtu ana swali. Nilivyoingia tu. Yaani mpira usimama. Vipi? Polisi zimekuja vipi? Kelele nyingi kumbe anaingia ni mimi. Sasa hivyo kicheki nyuma hapo toto hivi. Hata wewe ndio mimi nakunaga. Bila kusamua. Unanisanua kisanue. Dogo vitu vyako ni wewe. Mambo yako hayo. Maana mimi nataka mambo hayo. Dogo wewe unanasua hapa kwa nini? Kuna ile vidogo wewe mambo yako hayo. Mimi mbona huwa nacheza tu taratibu kwa gani angalia watoto wa kike au Unaendana na huyu. Mimi anaendana na kike ndio yangu. Ndio ya hiyo siku ambayo ulisimama watu wote wakakushangilia wanawake. Unasema tu wanawake sio wanaume. Unajisikiaje kwenye wako? Wewe unaweza kusikia. Wewe Unajisikia tu kawaida kwangu. wewe unasikia kawaida wewe. Au kawaida kwangu. Wewe unasikia. Kwa wewe. Sasa Tuombe hapo ndio. vitu vya angalia mimi huja hapa nishamuona. Imwa mpira tu anapiga tu nakuja kichwa anapiga kichwa lakini namuona anataka ageuke. acha kujike. Eti uje upige kiwanja ni upatoroke na bwana. Vai naona kwa gani mzao watoto zikama. Hapana. Wana kama watoto zikabisa. Sasa zile zako Focus. zile zako manjonjo za makaro unaona. Zako manjonjo za makaro kwa nini unaona? I mean, tuseme ni nani mpira. Ile ndio mpira itakuja ndio itakuja. Ndio upige. Yani mpira. Unaweza piga na kichwa lakini hautaenda mbali. Lakini piga karongo unaenda mbali zaidi. Sasa watu wengi wanasema unapigaga vile kwa sababu unaona usiwe kule. Hapana. Unajua kama mechi kama ni nzito, na ukipiga ile unataka usikie vibe fulani itatoka huko nyuma. Mambo yake Vibe kidogo. ndio maana unapigaga ile upate kava. Vibe kidogo. Wewe una kama huyu. Mtu watoto. Sasa anapiga kama machenga Ndio watoto ni watoto wao kwenye mpira yeye mkiingia mashangilia. Sipendi mwanamke wangu alikataza kucheza mpira kwa sababu yeye. Kwanza hapo. Mimi kwanza watoto sijui. Bora, wewe niambie ndoa. Wewe ndio umetuambia eti wewe ni mzao watoto. Kuna game. Tuseme mfano tukicheza na jirani zetu hapa. Wanajijua watoto wadogo hao. Yaani sinaja kuwataja tale. Mambo ya Watoto wanajua vudu hao. Yaani hiyo mechi inakuwa yaani bro ni vita. Yaani haupoi. Yaani kianza tu game kesho. Kwanza leo watu wanachemka. So unajua kikwa kali. Unatamani ukaoge lakini nani aoge? Unajua ulishapigwa vudu hiyo. Hata unaishi ndugu yako nyumba moja. Sasa hiyo mechi kama hiyo. Muaminiani. Mechi kama hiyo kusema kweli. Iwe na vibe, yani iwe na vibe. Yani vibe lazima iwepo. Yani ukifanya kitu hivi tu uwanja mzima Wala crazy. kizuri ambacho like mtana nao like haukosani vibe. Eh. Yaani hao vibe na kwa always kwa sababu mechi kula sana. Hii hapo kama huyu
apige ile midibwadu yake ile. Watu wanafurahi. Kwanza kunatoka watu nje ya state wanakuja kutazama ndani. Sasa huyu jamaa matoto sio Dawi kubwa. Mimi yani sio dawi pia mzuri. Wewe soma dawi kubwa. Sasa hivi tuende kwa la hivi shakawai. Unaingia kwenye kiwanja unacheza vizuri, ukitoka nje unatoka na toto. Niulize Mimi bali wewe anakujua sana ndio maana nakubali. Yaani wewe tuambie tu. Ndio kweli. Nikiwa mle ndani, ndio nikacheza mpira huko Ocean. Unasema ndio ambacho nataka niseme kama lakini kitoka, yani kitoka kwenye kiwanja ni ule mstari nikipiga tu. Namba mama. Kama tutasema kuhusu ya timu kama atakuwa tunaongea tunaongea au kama tuseme tunaongea ambao tulishana ni yeye basi tutaenda huko maswa na funga toto na hapa je anaomba mshabata jibu. Sasa hiyo mambo ya kutoka na matoto yanakuwa nani kati ya nyinyi watatu? Wewe kabisa baba toto ndio yako. Sio mnafiki. Toto ndio mkubwa. Kila utamua mke wako atakuwa mimi. Wewe ndio kwa bila huyu jaribie, msimu ndio umeanza. Leo kabla sisi kuanza kipindi chetu, alituuliza kwanza. Hivi ngwani nipigie mke wangu aniambie kama na Sasa wewe hapo. Bidamu yangu. Wewe unapiga gani? Una proof gani? alikuwa anakuita baby. Bidamu wangu anaweza kaniita mume wangu, husband, baby. Binamu yako nani? Siwezi kumpashia jina hapa. Mtaje tumjue. Sasa hiyo business yako, hiyo ni yangu. Kanapenda Wewe usipenda wewe unajua. Kwa hiyo Oya. There is question. twende hapa. Kwa hiyo wewe uko hapo. Hauna mtu kabisa huko sasa. Wewe ndio unafuata hiyo baba. Ongea kwanza wewe uko. Umeuliza kani kosingo? nataka tujue kweli. Hiyo ni swali yangu tu tunaanza. Swali hiyo ni kwa mzao matoto. Tangazaji kipengele. Niwe mwazi tu. Mimi na mtu. Kuna mtu. Na mpenzi. Na mpenzi. Mama watoto wangu. Ndio bwana muda gani hivi niko kwenye. Ndio mnaelekea. Nataka tujue. Hiyo swali mzee siku nyingine. Kwa leo achana nayo. Weke chini ya carpet. Niulize siku nyingine. Unaweza kumtaja kule ajisikie furaha. Siku nyingine. Sasa nikisema nitaji leta changamoto. Changamoto na kuaje? Vitu ni vingi muda ni mchache. Wanangu Au jamii kwa sababu kuna watu wengi. Ndio huyu jamaa hapa. Kidogo na wengi. ndio yangu kifutika ndio unafuata wewe. Mwanasheria wangu. Last born. Kwa maisha sio lazima ueleweke. Hata kueleweka. Yaani staki. Sasa kwa nini hataki kueleweka? Mke wake alisema na ametuambia na mke wake. Sasa amtaje ndugu wangu. Sawa. Ndio maana tunataka sasa turahisishe mambo. Ya mtaje tu na tuone kwa nini. Huyu amtaje au ni mbaya? Mtaje. Mtaje nani kama Mke wake anapenda sana. nakupenda. Taja jina yake. Jina nani? Jina mzungu ni sio. Sikia basi, nimeki clear. Mke wangu kama anatazama, angalia kamera hii. Hii hapa. Ya kamera ile basi. Zima kamera sema. Akisema mimi niko. Wamezima kamera sema. Wamezima. Mwanaume kama mwanaume. Mwanamke apashe kuelewa. Kwa hiyo ishi unavyotaka.
hata kama ni wawili mwanangu yuko na wawili, ndani watatu kwa watatu. Kwa hiyo wewe na watatu. Nakushauri wewe mshauri. Kwa hiyo na watatu. Mimi nakushauri. Kwa hiyo na watatu. Sina. Hauna. Wamekukana shemeji unaona? Wamekukana. Sasa watoto wamekukana. Sikia. Mimi naye. Naye. Dogo. Umesema mwanamke, kwa hiyo watoto waache kukuzoea. Eti? Mwanamke wangu na mwanamke. I feel proud. Siwezi kama naye, lakini kwa na watoto nje ni lazima. Yes, ongea kabisa. Kwa na watoto. Yaani kwa na watoto hata nikishamweka ndani lazima. Wewe vipi mimi mwanaume? Wewe mwanamke ambaye wewe msike kama rafiki ambaye uko naye kwa mahusiano sasa hivi. Unategemea umweke ndani au nishamweka kupita? Nishamweka ndani. Taja basi jina lako kama ishakuwa ndani. Na mtoto. Taja. Unataka tujue. Nani? Nataka tujue kweli. Taja. Unaziguo. Taja. Sikia. Kitu mke kwanza inahitaji respect. Mwanamke kwamba mtu anahitaji heshima yake. Mwanamke sio mtu wa kuweka kama unaolewa. Wewe na watu wengi mheshimu. Ilikuwa haimaanishi kama nikikuwa na mke ndani ndio siwezi kuwa na toto zingine. Mwanaume kujielewa mwanangu. Hawezi kosa toto. Yaani hiyo lazima. Alafu zingatia kwanza kitu ninachofanya mimi kinawapashia wengine watu furaha. Kwa nini nishishi furaha na watu wengine? Kwa hiyo unagawa furaha kwa teko. Nikifa je? Nasikia hiyo furaha. Sikufala huo. Sasa utasikia furaha kabisa. Wewe mwenyewe unaelewa. Wewe una pesa. Mimi. Mimi. Mtaji. Ele limba. So mpaka ni mkali. Na mimi hivi. Wewe una pesa? Wewe kadogo wewe. Akajua kwamba watoto ndio wanafunga kutoza hii mtaani hapa. Swele kwa azibone na wewe naona mpenzi pia. Kwa mahusiano mimi na mtu wangu naye. Ya inshallah tushakuwa. Tushafaraka. Tushakuwa pamoja kwa muda mrefu sana so nampenda. Nakula kuku. Aisha kula kuku. Tayari. Unabaki kuoa. Nishavaa suti bwana. Sasa unafikia hadi kumweka ndani unafanya. Kuoa ni jambo like hilo lipo duniani, kila kijana lazima kuoa, lazima anasema kuoa lazima watana na mbaya. Najelewa na nguvu zake. Anasema nguvu sijui nguvu gani akisi lazima hivyo kuoa, lazima so nitaoa na nitawalika tu. Hivi neno moja kwa leo wanaume ambao wanatoka kwenye ndoa zao wanaenda nje ya ndoa. Neno moja kwa maisha wanaishi tu. Atende kwa wanaume hao, wanaume mkubwa. Kakenu mkubwa na wewe naona una mtu au una matoto. Next question. Huyu alikuwa huyu sasa acha mimi yupo sema anamkwepa hivi shemeji umekano amesema ni hapo yako wewe umekwepa kwao. Sasa yeye mimi nimeweka wazi na mama mtoto yeye naye huyu wawili mbona na macho alikaa. Sasa twende kwa mkubwa, turudi tena kwenye YouTube. Hivi ungepewa nafasi ya kushirikiana na mtu mwendesha kwa famous, mtu mkubwa, ungeshirikiana na mtu gani? Kuna Kai, kuna Speed, ni wengi tu. Kwa nini hao wawili? Sawa hao nawaangalia sana. Na nataka content zao na wanatumika na sana. Na ni kitu gani unajifunza kupitia watu wawili? Kujifunza like kwa sababu kitu ndo natumika mimi ndio hao wanatumika, lakini hao wana stream. Wana stream Twitch, YouTube, yeah. Ndio that back.
mimi tunatumika YouTube na tutake on YouTube. Yeah. Nimeona basi bwana anataka kusema. Kwa sababu nakumbuka zamani like ukirudi nyuma tunauliza kitu gani ambacho kinampa like motivation sijui. So kama nilivyosema cash na speed ni watu ambao wanamfanya ajitume kwa sababu speed alianza kawaida tu. Kipindi alipoanza kutaja sijui ndio akapenda watu tuseme watu ambao wanacheza mpira watu wanamjua speed yani washamjua speed ambao watu tuseme wanampa ile support sana kumpush. So hivyo kama yeye anaangalia anakuwa anaangalia na Twitch on live na kuangalia na speed time sio anafanya nini ndio mmoja wa tunampa moyo na mimi naweza kufanya. Na nyie mnajipangaje na nyie mwanzo kufanya live streams na kufanya wao? Tunapanga vizuri, sema shida ni nini? Kuna dada zetu ambao sio dada zetu, hata wengine wenzetu wanasema bro, unafanya kizuri lakini pia tunasema na mambo ya Kiingereza tuelewe, so tunachanga tu. Yaani lugha ya Kiingereza na wasumbua unajua wanaanza kupenda kufuatilia, lakini wanaelewa tunachoongea na tunachofanya. Naweza kuona ile picha ndio nini, yaani unaweza kufikiria ni taarifa habari ule dada mtakufa huko wapi. So hawaelewi sometimes you know like changamoto kufikiria sasa kitu cha Kiswahili ndio kinafanya wao watuelewe na kitu kwa sababu hapo kama Marekani ndio kwa sababu Kiingereza hivi anapiga kama mtu anapiga tunatanga tunaogopa ya masomo na mtaani tunachanga tunapiga vitu zetu sasa hivi na wenzetu wanasema hivi kama mchana Kiswahili sasa kisema Kiswahili hapa Marekani ndio tutenda mtabaki kwa si wageni tutabaki tukifanya logo na nyie ndio zenu kwenda kusikilizwa jambo ya tunaambata ala yani kama nilivyosema bro speed bro akupa hata kwa no umeenda na sasa wewe speed unataka kupasha kwa Kiswahili so unalenga targets ni watu wengi wanataka tu support wa local but at the same time nafikiria ukiangalia nikirudisha kidogo nyuma wasanii kuna msanii anaweza kufanya kwamba hii nyimbo ni ya nyumbani lakini ni international so anaangalia soko yake kwanza hii itafurahisha wa hapa lakini itanipeleka kutoka hapa kutupeleka basi fulani so wengi wa hapa home au local wanataka wasikie Kiswahili zaidi sana tuseme mama zetu dada zetu au umri au kubatia kwenda shule sema labda wale ambao lakini ukiongea tuseme tuongee Kiingereza tukienda tuseme tutoboa mtu apata views sijui 100,000 200,000 majority of the people utakuta wengi wanafuata kwa sababu ya English sasa ama mazetu hawa wanaona tu vipi kelele lakini hapo ni changamoto lakini kumake kwamba to make sense na tunaanzisha watu wote I'll lose my subscribers I want like another to my YouTube and there so tutakuwa na balance kwa sababu hata tengeneza ingine channel itakuwa ndio Kiswahili yes tunakuwa tuna balance sasa kwa zile video zenyewe utakuwa nazifanya utakuwa nafanya tu kama hii video mwani nilisema ni Kiingereza unatumika tena ile ila ni Kiswahili au utaanza kia hivi hapana itakuwa tofauti utofauti utakuwa wapi utakuwa pia tuseme kama English tunatumika smash or pass Kiswahili tunaweza kuja kutumika rating maana tutakuwa tunachanga tuna mix kwenye kazi yako hizo zote kazi unazifanya za smash or pass au ni video zipi kabisa zinaenda sana zenye zinaenda sana itakuwa ni smash or pass ndio zinaenda sana na unaonaje uanze focus kwa hizo ndio zinaenda sana kuliko ile ndio like kuenda kidogo mtu ana focus kile ndio kitaenda kwa sababu au juu kipi ndio kitaenda sana unataka tumika smash or pass unatumika na rating unaona hii rating inaenda zaidi tena ile smash or pass kwa tena hii smash or pass tena inaenda mbele kwa lakini tuseme ni balance na kwa sababu YouTube kama YouTube inaangalia
kitu kizuri kwanza ni naangalia ni thumbnail na ile title ndio naangalia, kwa sababu ile title na thumbnail ndio inafikia mtu nikiangalia hii itakuwa vizuri sana. So like hapo ndio kuna kwa challenge sana kupata thumbnail nzuri wala title nzuri. So lakini Smash Pass yote ni vizuri, lakini ndio naangaliwa sana kwa sababu nakumbuka video ndio tulitumika hapa ilikuwa Smash Pass, lakini haikuwa sana. Tukaacha mwanzo. Kwa bidii sana mpira. So lakini ndio tulitumika rating nayo ilienda, lakini haikwenda sana. Ndio nikakuja na kitu kingine. Yani ndio nikisema, lakini yote vinaenda tu kufuatana na title na thumbnail. Sasa hivi umeshawahi kufikiria like kubadilisha aina ya video zingine kufanya aina nyingine kuliko Smash Pass na hii rating? Yeah, kama kwa YouTube yangu kishakuwa tunatumika challenge na play basketball, kama nicheza na basketball ni hapo akanipwanga nikalomba match ya pili ndo nikamtwanga na sasa hiyo nicheza na huyu lakini analia sana huyo jamaa analia. Niko na video lakini haiwezi katoka. Nimemuua. Naongea mengi lakini sauti ya kutoka. Nisaweza kuwasha mic. Na ile video mwanangu. LeBron James. Lakini ile video wakitaka tu. Ilikuwa betting. Tulikuwa naweka 100. Unaweka sasa kasoni kamziki. Alikuwa still. Acha. Wewe walifunga, wamesema acha ipite kama mechi kuisha. Haikuisha lakini nani alikuwa na sasa ndokelea hivyo. Alikuwa na point nini? Na amekimbia. Unajua broken echo. Mwanangu. Sema hii, kulikuwa ni jijibaridi hivi cha hatari. Hiyo sio excuse. Excuse kwamba microphone haitosa. Maana ulifunga. Sikufungwa. Mechi ilikuwa post. Ukifungwa ulifunga kitu nipo. Kwa sababu Sikufungwa, acha kufungwa. Maana yake mechi iko post. Anataka a rematch $100. Rematch. No. Sawa. Msiongee tena. Sasa tukirudi kwa hizo challenge mnazofanya, mnafanya nyie tu kwenye kundi yako au mnachukua na watu wengine wa nje? Tunatumika na watu wote kama nilitumika na Crispin Cook. Nilitumika na mwingine like alikuwa random guy to meet to the park and we start playing but Alikukuta. Sasa watu na kuna challenge nyingine pale alifanya kwa mmoja kile alifikiria kwa nini alifanya tennis. Yeah, tennis. Yes, Sasa Dada fulani ile mechi mimi nilikuwa naitaka. Nimeona ile. kama pia Wewe tena sio hapa. Wewe unataka sio hapa. ila mimi Vitu vya kusikia. Vitu vya sijawahi kucheza tennis. Lakini ile ndio ilikuwa ya kwanza mimi kugusa ile nani. Ile nani ya tennis. Yes. ya hata sasa kwa nini hiyo challenge ile part 1 haijaisha. Kuna part 2. Ile part 2 ndio mtaelewa. Sasa hiyo inakuja. Sasa kwa nini hiyo challenge ya kumpa mtoto watoto zinajua hiyo mambo? analipa mashavu. Angalia. Lakini ungeanza kufanya
aka huyu mtoto tumpe ule kuna dada. Hiyo wazo. Ule kuna Ule kuna dada respect. ule ni madada. Respect. Kuna hata mniita dem, unajua dem wanawake nao wanapenda kuta dem. I'm sorry for that. Namheshimia ni dada. Sasa ile sio ni kundi tunafanya challenge. Yaani una idea challenge yake akitoa. Sema hivi na idea. Sasa huyu jamaa anataka tennis, wewe wapi? Kaka, wapi? Idea yangu. Lazima mtoto usiwe like tennis. Mtoto wa kiume. Kama nicheza na Emmanuel to bet 50-50. And they're cooking. Video inakuja, ndio nawaambia kuna vitu vingi, video ni nyingi. Sasa wewe unaona yangu. Ile yangu ni vipi? Niko natafuta totos. Yaani hapo ndio totos. Sasa ule atakuwa anatuambia truth or dare. Wazo hiyo. ya wazo Swali video zinaenda sana. Swali mimi nataka pale. Truth or dare. Can you kiss? Bila mwanga kutoka chini. Niko tayari. Namsikilizia. Kwa hiyo mke je atafanya nini? Wewe. Mtangazaji huyu. Kama kule yuko mke wako freshini kwanza. Unakutana pale stadi wapi pale? Chuma ni wewe. Ndio uko wapi? Lazima uko. Wewe shakwambia lazima manda Tukienda kwa last born, wewe una idea gani kabisa? Kwanza haja yangu ambayo nishawahi kumwambia KB kuhusu idea kuhusu kutumika challenge like tatizo ambalo naweza nikapata kwenye challenge kuhusu madada zetu like kwa sababu tunahitaji kama wanawake kufanya papo nini tunahitaji anaanza boy ili wale wanaume ambao wana confidence fulani ili wafanye namba papo baluni ifanyike akisema tuna yani apate kwenye video tunahitaji wanawake 10 zetu ambaye yote ambaye atapenda. If you live in KC, let us know. Hit us up. Yeah. Ambaye hata maana ishi Kansas like karibu anataka akafunga like atudia nini kuhusu ile idea kwa sababu tunataka kuifanya idea kwa baluni na mwanaume ambaye wale maambisho mimi anajua Masai hapa ndio watokee hiyo hapa tufanye challenge kama challenge ambayo tunataka kuifanya like kama African edition ile kama ya hivyo ndio wangu hapa wewe unawasema tena wawili ndio ukitokezea majibu yako kale Unajua mabisho anapiga kamodo fulani, modo fulani. Anageuza kofia fulani. ndio kofia Sio mambo yetu. Bado so yeah hiyo ndio idea ambayo nafikiria nataka kuifanya tukipata watu ambao wanataka like wanaona ya kufanya hicho na mimi ndio kwenye video nita push nitasaidia itakuwa sawa hivyo lakini idea nyingine ni kwamba nataka nifanye challenge na kwenda kwenye gym mambo yake yaani hapa ni totos ndio hapa kwa sababu au iko fanya tennis sasa tennis huyu ndio hivi shekhe kwa gym nini Wanaenda todo gym ngwe. Wana gym ya nini? Mimi yangu imeliweka. Yaani ni truth or dare. Kiss au vipi? Wewe unataka? Naga mambo mimi na mkeshia. Wewe umeoa? Ya mimi nimeoa. Kama wapi? Nipi shaka? Mimi bana. Lakini kiss unakataa kiss? Nakataa. Na vizuri. Haulipi unajua. Ni abure hiyo. Anakataa free kiss. Yaani autongozi au Hata mimi na mke bana. Share. Nakataa. Unapita? kiss Ni challenge unapita sasa mimi kibaya changu kipi au bila mjua kakwambia nataka ende kwenye gym unajua kwenye gym wewe atakuwa teacher huyu yes trainer sasa unasikia shika hapa ndio ni gani nataka shika hapa bwana hii
your neck. Ni sana. Mara na shuka. Bend over. Kuna section ya yoga. Mambo yake. Mimi niliweka. Yaani green light. Totos. Mtoto wa kiume na ngapi? Wewe unanisaidia nini? Sasa zenu challenge za matoto hivyo mnazianza nini? Hapa ni kusema kweli tu tuna respect dada zetu. Wengi hapa KC dada zetu tunazungana nao, ni my sisters wa mtaani. So we just try to show respect as much we can. Hiyo watoto just jokes. All of them they wakili wakikuja kitu approach kwenye video tuko so respectful, tuko chill, we respect the boundary and kuna mipaka. Wanaweza wakatoa na idea unakuta wao wakitoa idea kwamba eti tukisi mimi sina kipiga mizi. Kwa idea ambayo unashika kichwani ni tukisi. Yeye akiniambia kwamba ni yaani tufanye mwisho for views. Leo bwana vitu vipya ukinunua nguo mpya shauko Mama vingine nguo ndani nataka nivae nichomekea. Sasa wewe unakataje kitu kipya kinakwambia mdomo kwa mdomo. Huyu anasemea kwa sababu wako kwenye kamera. Ila mtani. Wewe unamjua? Shakutana naye. Vitu vyake je? Washakutana kwanza. Kafungua wewe vipi? Shia. Mimi nina mke shia. Kwa na mke sio tatizo. Hata sio na mke. Lakini mnakogeana mlango. Mimi sina mambo yako. Wewe haona? Ndio ile picha sikia. Ndio ile picha ndio pia nitakupost. Ile picha nitakupost. Picha gani share? Ile yako. acha Hii. Mbona asielewe? Wana siri yako. Tunayo faili zako sasa ila ndio hivyo ndio kama nilisema ya nipatie hapa mimi. Hiyo kabisa kwa. Na ingine kama za upanao kitu ambaye anataka wanaweza share. Mume au mwanamke, especially mwanamke kwa sababu mtu ana maadili mingi sema wanaogopa sana unajua kwenye familia. Sio watu wao na banini, watu wa kweli tu. Wao. Ila ni vizuri kuheshimiwa. Hata na wewe hawezi ukaanza penda mtoto wako adibike mapema. Mtoto ana wewe si walibifu. Kama mtoto wako anaingia kwenye vitu vya hivyo, mawazo yako tutaomba anaweza kuadibika. Kifupi ni kwamba tunaheshimu mama na zetu. Ila kama yeye katoa idea, katoa na hiyo na tukijua wewe na mpenzi wake na mtu wake basi tutampa hiyo text. Unaona huko majani yako na injinie wewe mbele mgongo. Lakini akitufuata si nini sisi so mambo yana kila mtu kivyake. Na kuna wengine wako wasingo wengi. Na wengine wako usibadili njia. Sasa mtawezaje boy kuushawishi wale au madada zetu la fanye acha hiyo swali. Kama atajibiwa atajibiwa lakini kwa sababu ndio mkubwa wao last one. Wewe ndio tena kwenye ukubwa. China inampa. Hiyo swali yako ni kwamba kama kuwasogeza tufanye video kwa sababu tuna mitandao ya kijamii kwa Instagram, kuna WhatsApp, unaweza kupost kwa idea like una record hata video ka clip yani unasema tu tunahitaji magari kama hivi hata kwenye idea hata kwenye story yako au unaandika pale unajua huyu jamaa anaanza kusubiri so akiandika kuhusu tunahitaji watu madada 10 ambao wako tayari kufanya video fulani na kama una idea zao unaweza katoa waje wanifuate DM tufanye kitu la wiki au mwezi ambao utakuja kufanya na nadhani kutakuwa wewe kutakuwa watu ambao watadia. Yaani najua hiyo kutakuwa dada zetu watadia. Sema dada zetu wanaanza kufikia na idea ambao si anataka kufanya kitu lakini familia nazo unajua nakuta anataka kufanya kitu fulani. Unajua kama mtu anakuwa anataka kufanya kitu kingine lakini anaelewa hapa ni kama so familia hivyo sijaelewa kwa mazingira wanasimama lakini kama unataka kufanya kafanya Kiona familia yako kafanya. Sio siku familia ya na mbele kufanya kitu fulani bro. Tushakuwa watu wazima.
kwamba mama yako msoma like mwambie kwa mama yako au baba yako au kaka yako, mwambie like nataka nifanye kitu fulani, akisema ngeni njoo tufanye vile, ila kama wanataka heshimu, acha nayo, kwa sababu hatuforce mtu na hataki kuforce mtu, kwa sababu tushachoka kufuata mabie mambo ya vitisho. Mimi sijai kumbana ngeni za leo sasa. Ina ugomvi. Na siku hizo watu wasimuliwa sana gani Nje kwa sababu ya YouTube. Oya. So yeah, ndo hivi. Yeah, like nazala japo mbele in 2 weeks au sijui hata mwezi ujao tutapost kuhusu idea kuandika. Tunaona nani ambaye atakuja, tukakuja wengi ambao tunataka get like enough people here, then we gonna drop the video and go do the video hivyo na idea nyingine tutakuwa kuendeleza tunafikiria. Kwa hivi wale watu ndio huwa mnafanya nao challenge, mnakuwa walipa au mnafanya tu just for free? Like wewe unatoka mtaani ndio nataka nifanye challenge na wewe. Sasa ule mtu utamlipa kabla ya kufanya challenge au tu utaenda unamwambia mimi nataka nifanye challenge na wewe, hakuna malipo yoyote? Au utafanya kazi ya kanisa. Inategemea ni kuhusiana na yeye ndo ataongea yeye. Kama anataka kupiga ku tunani tumlipe au tumtengezee brand, tunaweza kumanage, lakini kwa sasa hivi wote tunataka kutumika. Kama ni kulipwa, anaweza kalipwa kufuatana na video yake ndio itaenda. Sababu sisi wenyewe hatujaanza kulipwa kwenye YouTube. So hapo sisi tunalipa tuseme point maongezi na kitu Kukazia kwa first day na kulipa. Ukifanya kitu kwa mtu kwamba unategemea kulipwa zaidi sana. It's not a good approach. First we are approaching to respect and have dissolve. Na tunataka ufanye video. Akikubali for sure, wakikataa is not forcing. Tuzoe kuongelea zaidi sana kuhusu hilo. Sisi wote wanne tulikuwa tunaanza kufanya video kwa tunamwinvite mtu fulani. Mara nyingi kwamba anafanya video za challenge kwa sababu ana challenge anafanya. Sisi wengine michezo hivi. Japo mzee watoto zile challenge. So ndio kuna lakini out of topic. Yeah, anafanya challenge sana. Anacheza basketball. Unacheza basketball na angalia mdao. Baseball. nataka utoe challenge. Akikuta wao nipiga hizi na make fast skills nini hiyo na lakini most of the time ukisema kwamba kama kunalipa mtu nikizani hata upande wake hakuna kwamba tushawahi kumlipa mtu tuna approach tu mtu kwa anajisikia au watu wana approach na respect na wanaonyesha wanania na kufanya kitu na that's why nafanya kwa hiyo lao wata support maybe there's a better someone unaweza kujua kwamba bahati yako sio bahati yako unaweza kufanya video na blow up inaenda kabisa tofauti na mwingine mtu so kumsupport mtu sio kwa kutegemea kwamba nilipwe kwanza afu nimsupport ni kama vile unalipisha ndugu yako wewe mimi kupashia kitu changu nipashie nani kiasi fulani cha pesa which kwani anaweza katoa lakini mwenye anasema ndugu yangu so hivi kama unacho ndio kama support unajisikia kutoa unajisikia is not about force you know what I mean ni changamoto gani mnazozipitia kwa approach watu kumwambia mtu hii tunataka nifanye na wewe challenge kama nilivyoongea tayari kumapproach mtu kwamba tukio sote wanne kwamba tufanye challenge kwa sababu tunaamini kwamba tukio sote wanne sio tuko fani to be honest tunaweza kukaa kwenye kamera iko hapo tunacheka tu wenyewe mnatazama tunacheka nini naye mnasikia raha so hiyo ikifika hiyo moment changamoto hizo kakosa muda maybe labda kwa muda huu mnaupanga msitakuepo nataka muda huu hiyo ndio changamoto lakini as so far as right now atuja invite mtu kwamba kunje which we looking forward to bring more people na sura mpya zile kwenye sura leo tunaleta ule yani vitu tofauti hivi kwa kazi yenu ambayo mko nafanya nataka kupanga siku ya kwenda kufanya kazi hivi ambaye anapanda zikuwa sana kwa muda
Kuna huyu na Jovic mara mingi tu yani yupo tu mara unaona huyo mara ulikani. So sometimes hata tukiwa kwenye set ya kisha pata kitu anaanza kurudia na hiyo stick kwa hapo. Yani wanakachi. Mtu anasema baadaye anatomoka. Tunawacha tatu. Kwa hiyo tunamsubiri anakuja, which is out of love, yani tuna down love for each other, you know. So na changamoto hiyo kabisa ndio kuuliza swali nzuri kuhusu hiyo changamoto. Si awala kwa kwenye group chat wanaandika kasi fulani au tukutane tufanye kitu fulani. Nakuta mimi ukipungani bro naongea na sija. Sasa unaona kusimama hapo yani kuongea mke wangu ndio kwenye safe na nitawaambia sometimes unakuta tunajua kwa tatu. Yani hivyo mapenzi ameambiwa baby usiende. Eti niko emergency. Really so hapo amesamanisha mapenzi kuliko kazi. Mtu obvious sana. Unaona lakini na understand ila ungeza unaenda na uko naenda na naongea na mtu wako. Yani mzuri so. Sometimes wewe lakini kitu kidogo ungeshapanga. Sasa so every time ukitokea inakuwa tu ngoma na mke au hata familia unakuta na niko sehemu fulani kama wazee wanataka tufanye video hiyo like muda so muda zaidi sana huwa inakuwa muda hivyo tunapishana na mnakabilianaje kutengeneza hiyo changamoto wewe ukipata like tunapanga leo na unapenda twende kushuti leo, wazazi wanakubana na napangaje kukabiliana na changamoto? Kwa sababu video unachukua tuweze kusema kweli, video unachukua kama vile muda kidogo. Tunaweza kuandika video. Kwenye video huwa kuna cutting nyingi sana. Tuna relax kwanza, tuna jokes around. So ukiangalia kama mimi nataka niwe kwenye set photo. Niwe photo and set and leave like let's say 5 just say hour in between. And then video inaweza kuchukua more than 2 hours. And then unakuja kuangalia kama hapa ni shabana which hauwezi katisha wengine kama tusifanye kwa sababu mimi mtu mmoja sipo. No. Unaacha na continue then ushataonekana kidogo image yako then you can leave kwa sababu ishatokea siku fulani. Tufanya video tulikuwa na idea tufanye video mbili. First video we finish. Second one Jovic alikuwa yes sir. Unakuta unaangalia video hizi nguo hizi huyu kaenda wapi? Ayuko. Ni changamoto ya maisha na challenge akukosaje challenge zipo gani? Na nyingine ya changamoto kama ulivyosema kama hiyo tunapata yaani tunasema tunapiganaje kuhusu na bana hivi na nini. So tunafanyaga like most of the time tunafanya on weekend. So tunapanga siku ya tano tunahuya na bana. Tunafanya fresh kesho ndio na mimi na bana siku ya Mungu tunafanya. After kizungu watu tunafanya kazi asubuhi so. Jioni But most of the time watu wale kisha bana kwa video na computer halisi kwa moja kwa ina kitu wawili wakisema eti kwamba na labda challenge ya mtu na the guest ina totos hiyo inaweza kufanyika anaweza kufanya watu wawili mwanamke ashakuja makeup ashapaka anaongea vitu vyake anajalia kwenye group na mimi mimi sio huwa nikiwa kama ni bado mara mingi ukiangu anibana provide family so unafika wewe usiku nakwambia atoki tandani ananasa na mke wake sauti ya mahaba leo mtoto wa kiume anashindwa kusimama kitandani. Tushafanya video fulani hivi yani jamaa elewi vipi wewe choka ndio nyumbani yani una imagine kumekuwa kuna raha yake bana. Yeah, so timing and
kitu kizuri kwamba kama kisi ndio mwanzo which kitu watu wanaona we really got that connection and chemistry now. Kifupi we got love, we know what we do. Atufanye kwamba is by force. We just come in we just vibing and like kitu kinaenda. It's not like tunapanga script or anything. No, we just sit there and yani chemistry, unajua chemistry. Yani watu wawili kiweka hapa tu hivi. Au ndio chemistry. Mfano kama vile nishani nachia kusabi na Iniesta. Yani kocha mtaka yani kocha pala hitaji kuambia kitu bora. Kama ni pia ile 1-2 wanajua wenyewe watafanya. Wanajua watafanya so ndio. That's what it meant. Na hivi mnawezaje kushauri vijana wanaotaka kuwa kama YouTuber? What's up there? What's up there? Ya waingie ila wapambane maana time kama hizo kama kwa kiongozi wangu nikiisha picha yangu picha damu picha mtimu wangu hivi yani kipoona tafanya kitu baya hiyo time zipo so ni wao kwa oga anafanya sasa na sasa tuna ashapigwa ndio hayo mambo so akili tuna stop like keep going yeah hivyo na anataka kadalo pia na mtu wake au lakini most of the time atakuwa mtu wake asifanye kitu fulani lakini ni vizuri ukamsikia na ukamwelewesha na unafanya hivi kwa sababu just for fun simanishi hata vitu ambavyo nasema mimi sio sema maanisha nasema tu yeah ili watu waende mjini hivyo muziki hata muziki hawezi kuwa anajimbia mwenyewe lakini anamwimbia mtu mwingine so hata video tutafanyia sisi ndio tunafanyia watu wengine wapate furaha. Hapo kaimba watu wanapokea script. Dada shaka kuni DM eti kwamba my father just passed last week but nikiangalia video zenu huwa nagi happy for no reason. Na kuna he showed me screenshot was that tunafanya video hapa for a while we lacking on that and to make screenshot and then I said why I'm posting videos no more like you used to make me happy now I don't know what to do. They're just like, oh, kumbe impact yetu inawapa yeah so yeah. Sasa kwa hivi sasa mna wazaji like mnajipangaje kuachia zile back to back kijana ngai na wao tunaweza pashana kwa jiko ya na chakula sio kama mpango wetu kwa sababu tutaje watu wengi yenda selling pia yani kupanga bro yana toka kupanga na hiyo top balloons sina kama inahitaji kamera moja au mbili nataka tu kamera tatu ichukue engo ya karibu ya ichukue ile close na ile mbali yani unapaswa kuonekana wote ili watu watazamaji waone anaonekana udemo kimkataa kwa sababu fulani na kiatu ambacho hakieleweki na kama naona ya kabisa kuna sababu ukataliwa unavaa bibi sio kama ya kushika huko hapo ndio wanasema kiatu hajaonekana watu wanasema animonea wewe hii kiatu wewe ushakataliwa kana wewe sio wewe so inakuwa hivyo so ya ndio ambapo tunafikia sana okatela kaya so ya challenge yani challenge kubwa sana amuhisi kama hiyo ni kupenda matoto zikawanisha kazi zenu kutopata watu ambao wanataka kujoin kwenye kazi zenu. Unataka YouTube leo unatoka nje. Waulize wao. Unauliza yote. Alisema nadhani jamaa alisema kuzungumza tu kuna muda akasema kuhusu mambo tunasema tu ana joke. So ana joke akiafikiriza mtu atufikiriza. Yani sio mambo yetu. Hawali ndio zetu. Lakini tukienda kwenye vitu vya mpira huko toto zizipo lakini kwenye kazi tuna respect no ndio zetu na unajua kupendwa ni kitu tofauti sana. Unaweza kuwa unapenda kitu alafu mimi napenda yule kaka anavyosemaje yani watu wajana vitu vya ovyo unapenda mtu anavyoongea mimi napenda yule kaka anavyochikaga smile yake ni mwaga so hawezi kazuia mtu kwamba eti asikushow love kwa sababu eti kwamba wewe uko kwenye kazi. What you need to do focus on kile unachokifanya and kama mimi kwa toka nyumbani Fazendo mais
Allah. Sasa unaimba. Mimi. Tupatie kwanza kidogo moja. Kidogo cha nyimbo. Maji haya. Acha Angalia nyimbo yako hapo tupe tu freestyle kidogo. Kionjo kidogo hapa. Usivae ni cheki tu. Imba kwanza kidogo tu kidogo usikie sauti yangu. Twende. Sasa unajua ina mtoto wangu so bana hizo siku hizi ndio baba mdogo. Asante Mungu tumepata mke sio. Unapoimba Nataka nisikie kidogo. Nakuta ni so ni kwa mtoto anachekechea anasmaya so bila hasira so watu kasi nini watu wanataka chekechea. Kwa sababu hiyo ndio unacheka. Ni video tu. Nafika so kipindi hiyo na mrock anaita mrock so ni kama ndio kwa radio ndio Yesu ndio rock ndio so kelele hiyo ya mondo ndio kutokea ndio kasema kama ndio tunajaribu Hapa msanii. Sasa huo muziki ni wako au ananiambia msafara kaza ndio wangu Kifupi hapa ndo msanii. mtoto mdogo amna kitu. Kila kimpa nacho maana Ni producer. mzee wangu alikuwa Udogo na tu. Kaka ameamua kudanganya mpaka kwa mzee kabisa. Wewe zalo. Umezaliwa wapi? Maliza interview. Wewe ndo Subiri tusikie. Mambo yanasema Tutazoea. Lazima ya. mimi kwanza sikia. Mimi nimezaliwa kitaa. Sikia sasa Kitaa wapi baba? hapo chini hapo napenda. Mimi wa hapa. Mzaliwa Tanzania, tuseme Nyarugusu ni Tanzania, tukisema Tanzania watu tuseme Tanzania kwamba Dar es Salaam, Kigoma, ya mimi mzaliwa Chalinze huko, chini huko. Chalinze ndo mkoa gani Chalinze? Ajue. Umo. Sasa Chalinze mkoa kisijui kama mkoa gani ile. Kwa Kigoma. Wapi? Kigoma huko. Kigoma hapana. Kigoma. Dodoma. Na ukitaka kwenda tuseme Nyarugusu Sasa unasema Kigoma huko huyu. Kwa sababu unasema kwenda Nyarugusu, Nyarugusu tayari iko kwenye mkoa. Kwa Kigoma. Sasa okay, na point yangu ni kwamba ukitoka hapa. Ukitoka Dar es Salaam, ukitaka kwenda Kigoma, utapita tuseme no. Sikia kwanza usiseme. Sawa ndio utasema. Ukitoka Dar es Salaam wewe. Ukitaka kuingia kama tuseme kama utapita Mwanza, utapita Kasumu, utapita Kigoma na kitu. Kwa sababu unajua tunahitaji Nyarugusu Kigoma kitu hiki. Ni mwanani? Nyarugusu huko ni Kigoma. Ipo kwenye wewe vipi? Mzaliwa. Wewe unataka na mbili. Sikia sasa. No, mule mimi nizaliwa hapo nikakulia kwa mama zangu mimi Burundi nilizaliwa nikatoka Burundi niliingia kambini mwaka wa 15 mwisho Bora. tukaja Faili mimi McDonald's. endelea ni humu tu. Sasa je, hapo ndio kwako Huko Sanje huko kazaliwa Sanje huyo. Sanje kule Kongo. Sikia mimi nimezaliwa. Sikia mimi nimezaliwa da. wewe ndio wazidi dada. Wewe wazidi dada. Ndio Wafu sana.
Takadhani nimekataa Hatuwezi tukakubali. Ama what? Yeah, Kwa sababu gani nimesema challenge? To be honest, like now, nadhani wote tunaelewa kidogo Mimi sio sana. point of correction, like mimi sio mlembe, kwa naongea kidogo, ishi na mlembe sana. Mimi ni mzoga bro, naongea kidogo, so kivile. Yaani hiyo. Nimesema hivyo kwa sababu nataka watu wajue. I'm proud to be mzoga by the way, so najua ni mbembe, ni mbembe. Mimi ni mua. Wengine ni wabembe sijui kama inakuaje, lakini tuko pamoja tunaongea kama familia kwa sababu hajakuwa tumetoka sehemu tofauti tunaongea kama like familia tuko pamoja and I'm proud of that. So mimi sio mbembe lakini mzoga. Nile mbembe mbondo. Ya ila naambia kibembe. Mwana wa Mbembe kama mbembe maana mama yangu ni mbembe so Ndoa ya kutumba. kwa mama zangu ni mbembe. So kuhusu mama kuzaliwa challenge hapo nilizaliwa kusema. Ndio maana nimesema Acha nayo. Chukua. Wewe umezaliwa wapi baba? Mimi nimezaliwa Kempo. Wewe hawa nyumbani kuna mgani. Tunatembea hawa. Wewe kweli. Sasa niseme nimezaliwa Kempo. Uko na muda gani? Haujamuuliza? Wewe tunajua Uko na muda gani hapo Marekani? Hapo Marekani like 10 years. Unamsikipi lazima mimi nakufuatia. kwa sababu kwa kipindi ndio Marekani kwa nani kabia. So Ametoka bana. kama miaka 20 moja kama Chukua hiyo 21. Iba mtu No, unajua. we have Marekani. Yeah. Like probably take like 15 years or something like that. So yeah, probably like 50 years. Mimi natana. Come from Come from what? So basically, I flew back to Europe and then Joy. Sema kulia, kulia. Unacheza tu. I'm not scared. Yeah, nyumbani. So, 15 years. Nakula tano. 15. Kabisa shaka. Ya ndugu mtazamaji wa Afronema, mlikuwa nasi kwa siku ya leo. Ya zidi kufuatilia mabraza zetu hapa. Ya wanatisha sana kwenye kazi zao. Nazidi kufuatilia Afronema, utazidi kupata vitu vikali. Ya na kingine kuhusu ambayo nimesema individual like tunahitaji kufanya like hiyo pop balloon like challenge. So tunahitaji watu like wa kufa. Tuseme watu kama wanawake 10 na wale wa mabisho makazi yetu ambao wanaona style hawaweza akataliwa wenye confidence zao. So tunawahitaji nao kufanya hiyo challenge like mkidie mcheki huyu au mnaona mcheki huyu hata mnamcheki mimi sio mbaya ili tujue cha kufanya, tupange mambo ya kufanya na tufanye hiyo video. So itakuwa vizuri mkitu reach out actually. So yeah, hicho ndio nataka niongee. neno moja ya mashabiki. Wakae mkao kula na video nyingi zinakuja. Mashabiki. Wanakufuatilia. Mashabiki kwanza tuwape shukrani kwa support wa your show so far and wazidi ku stay active on the account. Something really cooking, something is coming up soon, and then appreciate for your time too. Thank you for having us. Nashukuru sana. Asante sana. Neno moja. Karibuni tena wageni. Wewe umekesoma mtano. Ongea na njaa. Wageni wanaenda njaa.